warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu Akif Al-Khamis, mkurugenzi mkuu shirika la bandari Zanzibar. Leo hii tuko na faraja kuonyesha story fupi tuliokuwa nayo ya bandari ya Fumba Port. Mwaka 2023 serikali ya mapinduzi ya Zanzibar iliingia mkataba na kampuni ya Fumba Port, na hapo story yetu na shirika la bandari ndio ilipoanza. Kipindi ambacho bandari ya Malindi ilikuwa imeongezeka huduma yetu, hususan katika uingizaji idadi kubwa sana ya mizigo ya makontena, serikali ikaona kuna umuhimu wa kutafuta njia mbadala ya kuleta bandari mpya. Hapo wenzetu wa Fumba Port waliwasili na sisi na story yetu ikaanzia hapa. Fem Abdul Halim ni Yard Operation Supervisor wa bandari ya Fumba Port. Natoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kutuunga mkono na kutusupport kutoka tulipoanza na hapa tulipofikia. Sasa tuna ujenzi wa platform inaendelea na jeti pia unaendelea hapa. Tutakuwa na two show cranes ambapo kwa sasa hivi tunafanya 8,000 plus, lakini tuta double once platform ishamalizwa. Tutakuwa tunafanya takriban 15,000 mpaka 20,000, lakini tukimaliza jeti tunatarajia kuenda mara 10 zaidi, kuanzia 100,000 mpaka 200,000 kwa mwaka. Kwa majina naitwa Ibrahim Ali, ni mfanyikazi wa Fumba Port idara ya ujenzi, na hapa tulipo tunajenga gati ya meli ndogo ambayo tunaita crane platform ambayo ndio iko hapo, na tunatarajia kupokea meli ya zaidi ya 4,000 DWT. Ujenzi wa gati umekamilika. Itakuwa barabara itatuunganisha kwa jeti ambayo tunatarajia kuijenga. Kwa sasa jeti tunatumia hili baji linaitwa Ngamia kufanya geotechnical investigation, kujua mazingira ya ardhi iliyopo chini ya bahari hapo mahali tunatarajia kujenga jeti, ambayo itatupatia information ya kuweza kuidesign na kuanza ujenzi. Mashini za kufanya ujenzi wa jeti zinatarajiwa kuondoka ughaibuni mwisho wa mwezi huu, na pindi itakapowasili tutapiga order za piles na tutaendelea ujenzi, na jeti yenyewe itakuwa mita 300 ambayo ina uwezo wa kubath meli upande zote mbili. Upande moja inaweza kubath meli kwa ukubwa hadi wa 50,000 DWT, na upande wa pili meli mbili za 30,000 na 20,000 zinaweza kuegesha kwa mara moja. Na kwenye jeti yenyewe tutakuwa na mobile harbor cranes, na tutapeana provision ya ship to shore gantry cranes, ambapo volume itakapokuwa zimeongezeka tutaweza kuinstall hiyo mashini bila ya kufanya ukarabati wowote. Napatia shukrani sana Rais na serikali yake ya mapinduzi ya Zanzibar kutupatia fursa hii ya kufanya ujenzi na development mnavyoiona, na ni matarajio yetu inshallah kuwa itafanya Zanzibar itambulike not only regionally but internationally kwenye mambo ya maritime trade. Thank you very much. Wadau wetu wa shirika la bandari na ombi lao la kutanuliwa bandari hii kutokana na huduma zote ambazo zinapatikana, ikiwemo ufikaji wa mizigo kwa haraka, lakini uwezo wa kutoa mizigo ndani ya masaa 8 tu baada ya makasha yao kufika. Wadau wetu wa shirika la bandari walituomba tuende utanuzi wa bandari hii. Kwa maono makubwa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi
akashauri utanuzi huo ufanyike, na ndio hapo tukatanua mkataba wetu wa shirika la bandari na Fumba Port na kuhakikisha mahusiano yetu kwa muda mrefu zaidi. Mahusiano yao yamekea uchocheo wa kuongezeka gharama za uwekezaji kutoka dola milioni 6 hadi dola milioni 150, na kilichowekezwa ndio ambacho tunakiona kinaendelea kufanyika hivi sasa. Awamu ya pili ni ujenzi wa gati ndogo ambayo inawezesha kuwa ni crate platform ya kushusha meli ndogo ndogo zenye urefu wa kuanzia mita 50 hadi mita 100 ambazo zitakuwa na draft ya kina cha mita 4 tu. Lakini wakati huo, kabla kazi hii kuanza rasmi mwezi huu, tunatarajia tayari ujenzi wa awamu ya 3 ya kumalizia gati yetu umeshaanza. Kifaa tunavyoona hapa mbele ni vya kufanyia geotechnical survey ama kufanya upembuzi yakinifu wa udongo, na hivi karibuni tunatarajia vifaa kwa ajili ya ujenzi wa gati kuweza kufika na safari ya gati yetu kwenda ikamilike ndani ya miezi 12 tu. Huu ni uwekezaji wa kipekee ambao unaweza kufungua haiba nzima ya uwekezaji na mashirikiano baina ya taasisi binafsi pamoja na serikali, lakini pia inaenda kubadilisha sekta nzima ya huduma bandari, kwa sababu gati hii ndio itakuwa gati ya kwanza Zanzibar kupokea meli moja kwa moja za kimataifa hadi kufikia Zanzibar kutoka masoko makuu ikiwemo Dubai, ikiwemo China, ikiwemo Turuki, Europe pamoja na South Africa, na pekee kupelekea asilimia takriban 30 hadi 40 ya freight ama gharama za uletaji mzigo kupungua Zanzibar, na hii itapelekea ukuaji mkubwa wa biashara Zanzibar. Tukumbuke pia bandari hii katika utanuzi wake kutakuwa kuna maeneo maalum ya special economic zone ambapo tutakuwa tuna viwanda vya biashara, maghala ya biashara, maeneo maalum kwa ajili ya kuweka hifadhi ya bidhaa baridi, lakini pia kuchakata na kupackage ili kuwezesha wafanyabiashara Zanzibar kupeleka mizigo yao ughaibuni na kupata soko la ughaibuni moja kwa moja kwa bidhaa ambazo zinazalishwa Zanzibar, Tanzania na Afrika kwa ujumla, na kuifanya Zanzibar kuwa ni kitovu cha biashara. Tunashukuru sana, tunakumbushia bandari zetu ndio uchumi wetu. Asante sana.